tuashumu umepata mwanaume na unahitaji kuolewa. Lakini kwa bahati mbaya huyu mwanaume amepungukiwa kiasi cha fedha ambacho anatakiwa akatoe shukrani kwa wazazi wenu, yani mahari. Amepungukiwa. Na sometimes sio kupungukiwa, tunawezekana hana kabisa. Je, unaweza kumsaidia mwanaume huyu ukatoa pesa yako halafu sasa hapo unacheka. Ukatoa pesa yako kwa ajili ya kumsupport mahali? Hapana. Kwa nini? Ndugu yangu, kwenye hilo la kumsupport mahali hapana. Unampenda? Ninampenda. Ndio. Ni mwanaume wa ndoto zangu. Yes. Nitatengeneza tu mazingira ile mahali ndogo alionayo. Nyumbani kwetu waipokee. Kwa hiyo utatafuta tu namna apunguziwe mahali. Yani mimi nitakachukua nafanya ni kumtia moyo tu kwamba amna una shilingi ngapi na hiki. Kwani mlivyoenda kule mmeambiwa shilingi ngapi? Tumeambiwa hiki. Kwa mimi kazi yangu ni kuwashawishi wazazi wangu wapokee kile kiasi kilichopo. Lakini sio kuchukua pesa yangu kwenye mfuko nimpe akanitolee mahali. Hapana. Msaada ambao naweza nikafanya ni kutengeneza ile nini nzuri, kumuelezea mzee au kuwaelezea watu wanaopokea mahali kwamba aina ya mtu anayenioa kiuchumi yukoje, kwamba jamani huyu mtu yuko na moja na mbili. Kwani kuna ubaya gani wewe ukitoa pesa yako? Yaani kwa nini jitolee? Yaani mimi kwa nini nijitolee mahali? Kwani hapo unakuwa unajitolea mahali? Ndio. Hiyo pesa umenipa, mimi nimeenda kutoa. Haiwezekani bwana. Hapo sio kama umejitolea mahali. Ndio nimejitolea. Basi mkopesha atakulipa. Sitaki. Kwa staili hiyo sasa hautaolewa rafiki. Sasa ngwambie. Yaani kama ni kuolewa kwa sababu kuna namna mimi ninavyojua kuna wanawake ambao wanajiweza kiuchumi, sio? Sawa. Wapo. Sawa. Lakini unakuta huyu mwanamke anajiweza kiuchumi, ila mume wake amekwama sasa. Mahali mtolee mahali. Mahali ameambia milioni 5, yeye ana milioni 3. Hiyo milioni 2 sio kama milioni 2 sio kama mwanamke hana. Anayo. Lakini kutoa mpe mwanaume aenda akatoe kwao ni kipengele. Nitakusaidia vingine, lakini kwenye mahali hapo uongo blaza. Uongo. Nikupela? Uongo mwanangu. Hela kabisa, hela. Kwa mila kwa mfano umeambiwa basi katoe milioni 8. Wewe una milioni 5, nikuongeze milioni 3 nzima. Mambo yanabadilika. Siku kibadilika. Wewe sitaki. Kugua moyo. Haiwezekani. Alafu pia kiafrika. Haipo bwana, sije kusikia. Wapo. Lakini pia kibiblia. Kibiblia wewe umeona tunaambiwa pale Rebeka pale Rebeka, umeona pale Rebeka kuna chochote alichangia? Aliulizwa utakwenda na mtu huyu? Wewe hamna. Akasema ndio nitakwenda. Kiuhalisia haiwezekani. Kiuhalisia hata kwenye ukifuata tu mila na desturi. Nakumbuka mimi kipindi naingia kwenye ndoa niliambiwa kabisa na mjomba kwamba moja ya vitu ambavyo hatutakuchangia ni mahali. Yaani hata ungetuambia umekwama vipi, huyu mwanamke unayemuoa ni wa kwako. Mahali inatakiwa uitoe mwenyewe. Utajua utaitafutia wapi. Utakuwa na uchungu. Yaani huyu mwanamke utakuwa na uchungu wa kumlinda. Hapo sitakuwa na uchungu, nitakuwa na hasira. Unajua nyinyi mnashinda kutofautisha kati ya uchungu na hasira. Nitakuwa na hasira na maumivu ya pesa yangu, hasa pale ambapo mwanamke huyo ataleta mambo ya ajabu. Ngoja nikuulize, sasa leo mke wako akileta mambo ya ajabu, utakuwa na hasira naye kwa sababu ulitoa hela kwa? Hapo mbaya zaidi mahali we nyingi. Yaani unajua kuna ile namna you feel pain, yani kwamba milioni 5 zimelala pale. Alafu mwanamke anaita mambo ya ajabu. Alafu anafanya vitu vya hovyo. Ni kwa namna kama amesahau kama nilitoaga milioni 5 hivi yani. Unamkumbusha, unaomba unajua nilikutoleaga milioni 5. Hebu naomba utulie, tuliza komwe. Hasira hata muda kumbushana uwezi kwa nao. Yaani muda tayari usha panic tayari. Alafu anaanza kukumbusha kama nilitoaga milioni 5. Kiukweli nikwambie, ni ngumu sana mwanamke, na mwanamke anakuwa na proud sana akitolewa mahali. Lakini ukisema unachangia ni ngumu. Yaani sio tu kibiblia au sio tu kidini, lakini pia kanisani unasikia kabisa kijana unaulizwa kwamba umeshamalizana nao wazazi wake. Ina maana pia kuzungumzia mahali hapo. Umeshamalizana nao manake umeshajikomboa huko salama. Ili huko tumalize. Kwa hiyo kuna vitu sio sawa.
yani mimi nitakutengenezea mazingira ya kile ulichonacho kipokelewe, lakini sio ongeze chochote. Mimi siwezi kuongeza hata 10. Kuna vijana ambao wapo mpaka sasa hivi na utakuta piga nao story na kwambia mimi mwanamke atanimalizia tu, ananisaidia mahali. Hao vijana unawazungumziaje au unawashauri nini hawa vijana ambao wanategemea kupewa support? Hapana, haya ni makubaliano yao, sawa, lakini wajue hii ni dunia na dunia inazunguka na maisha yanabadilika. Kuna siku mmekosana kwambia afu nilikuchangiaga mahali wewe. Kuna namna usionyeshe weakness ya namna hiyo kwa mwanamke ambaye hujaanza hata kuishi naye. Unaanza kuonyesha weakness. Ni bora wale ambao wameshakaa pamoja miaka 7, miaka 8. Wale ni sawa, miaka 3, miaka 4, wameshajuana kwa hatua kadhaa. Mwanamke hujawahi kuishi naye hata wiki. Unamwambia akupe hela, akuongezee mahali. Blaza huyu siku akikugeuka pale atakapokuumiza akakwambia hii mahali alipewa na mshikaji wake akuletee. Kwa mahali mlitoa watu wawili ndio utakapojua na watu wawili. Kwa hiyo yani itengeneze heshima yako mwenyewe mwanaume kwamba kwenye swala la mahali usisaidiwe. Tena dunia inavyokwenda sasa hivi hata ndugu wasikusaidie mahali kwa sababu mwanamke unayemwoa ni wa kwako. Ukitaka usaidiwe na ndugu, siku akikwambia tumeumuoa wote, usijikatalie. Kwa sababu nani? Kwa sababu mlitoa mahali wote. Ulitoa 1,000,000, ndugu akakuchangia 1,000,000. Mwanaume unayetusikiliza leo, ulitambua hilo. Kama una nafasi ya kuingia kwenye ndoa sasa hivi, hakikisha umetafuta mahali imekamilika. Tafuta mahali. Lakini pia tengeneza mahusiano mazuri na mke wako. Tutakuchangia tu michango mingine. Lakini kwenye mahali uongo. Kwenye mahali uongo.